Kaunti ya Kiambu kwa sasa hivi, na tutakuwa tunazungumza na wananchi wa eneo hili wakaweza kutufahamisha mambo mbalimbali. Kwa mara ya kwanza tunapiga siasa katika eneo, nadhani hapa ndio Mlima Kenya unaanza kutoka hivi. Kwa hivyo tutakuwa tunapata maoni mbalimbali ya wakaaji wa eneo hili la Juja. Lakini kabla ya hapo, tuko hapa na karibuni sana katika Bunge la Maisha. Hii ni Radio Maisha, na Radio Maisha tunasema tuko mbele pamoja. Radio Maisha tuko mbele pamoja. Radio Maisha tuko mbele pamoja. Itakuwa hivyo kuanzia sasa hadi pale saa 3 na kuendelea. Kwa sasa hivi ni mkaribishe chairman wa bunge aweze kutukaribisha hapa. Tuambie hapa ni wapi kwanza, ile eneo limenishinda kutamka. Hapa kwa majina kwanza naitwa John Austin ambaye ni president wa bunge la mwananchi Juja, na hapa ni Mung'etho Juja constituency Kiambu County, na tungependa kusema tumefurahia sana kama wananchi wa Juja kuweza KTN ama Radio Maisha kukuja hapa kuweza kuongea na sisi ili kuweza kuongea mambo ambayo yanatuhusu kama wananchi wa Kiambu County. Nakwambia kunaitwa Mung'etho, eneo la Juja. Kwa hivyo kama wakazi wako hapa maeneo wanaweza kujumuika na sisi. Tuanze masuala ya siasa. Wiki zilizopita eneo la Olkalau tumeona siasa, tumeona serikali ikienda mahali pale eneo la Olkalau kufanya siasa. Mimi nataka kusema kama Mkenya ambaye nimeishi katika nchi hii nchi ambayo tunapenda, siasa za Olkalau zimetuonyesha ya kwamba Kenya bado tuko nyuma sana upande wa demokrasia. Ukiangalia mambo ambayo imefanyika Olkalau, ni ile malpractice ambazo zimefanyika, uvunjaji wa sheria na nidhamu ambayo inaongozwa na IEBC. Kuna sheria ambayo inaambatana na mambo ya election, na ukiangalia jinsi ambavyo hiyo kampeni imefanyika mpaka dakika ya mwisho, tunaona ya kwamba serikali imeweza kuvunja zile sheria ambazo ni za IEBC inaongoza mambo ya election. Kwa hivyo sisi kama wanajuja ama wana Kiambu tunasema ya kwamba hatujaridhishwa wanajiji serikali inaendesha mambo ya election ama mambo ya kura nchini ya Kenya. Tunaona ya kwamba tumeweza kupata ya kwamba there was voter bribery in Olkalau. Kulikuwa na hata matters ambazo ni za serikali zinapelekwa Olkalau, na hiyo ni malpractice ambayo ni electoral offense, na inafaa ya kwamba IEBC ichukue mwongozo ya kuweza kusimamia mambo ya uchaguzi na kupinga vitu kama hivi. Lakini tunaona IEBC yenyewe ambayo inafaa kupeana ile mwelekeo inakuja pia inafanya nini? Inaungana na serikali, inasema ya kwamba inapinga ama inasimamisha uchaguzi, ambapo ni kitu ambayo haistahili, kwa sababu kama mwaniaji anavunja sheria ama serikali anavunja sheria, inafaa sheria ikuwe